Kwenye hili jambo tunalolitazamia siku za hapa usoni kuhusiana na ujio wa hawa madaktari bingwa. Ujio wa madaktari bingwa ambao of course wanatokea Marekani sio mara kwanza kwa kwetu hapa. Ni kuna kipindi tu kama mwaka jana nadhani hawakuja. Ila kipindi cha nyuma washaikuja zaidi ya mara 3. Mwaka 2024 walikuja mara 3. Mfululizo wa kipindi tofauti. Hii sasa hivi itakuwa ni mara 4, nadhani Mungu akijalia itakuwa muendelezo. Uzuri wa ili zoezi kuwa ni la bure yani. Wananchi wanafanywa upasuaji bure, ambapo kipindi cha nyuma unakuta kuna upasuaji ambao ukienda hospitali nyingine utaambiwa ulipie labda milioni 1.5. Lakini wanakuja pale, wanakuja wale wataalamu ambao wanatoka Marekani, wanafanya bure kabisa, ambao kwa kitu wananchi wengine wanakuta alikuwa anakaa na ugonjwa hata miaka 3, 4 kutokana na changamoto za kifedha. Lakini ile timu iliyokuja kutoka Marekani kwa kushirikiana na serikali na halmashauri, wananchi zaidi ya 300 walipata huduma bure. Ila kwa zoezi letu sasa linalokuja sasa hivi ambalo litaanza, upasuaji rasmi utaanza tarehe 18 mwezi wa 7 mpaka tarehe 25 mwezi huo wa 7. Litakuwa ni zoezi la wiki moja kwa hatua ya mwanzo, ambapo huduma za upasuaji zitatolewa bure, na upasuaji ambao unategemewa kufanyika kutakuwa na upasuaji wa madaktari wanaita general surgery, upasuaji wa ujumla. Maana yake mtu ana shida ya uvimbe katika titi ambao atafanywa upasuaji, baadaye atafanywa kipimo kujua uvimbe ni wa aina gani. Kama ana shida ya hernia, unakuta watu wamevimba wanaita ngili. Ngili, kuna watu wanaishi na ngili. Kutokana na changamoto za kipato, wanaishi na magonjwa muda mwingine ambayo kuwaletea madhara na ukahitaji upasuaji wa dharura. Hizo zitatolewa. Na uvimbe mwingine wote utafanywa utafanywa upasuaji. Nyingine zote ambazo zinapatikana kichwani zitafanyika. Na hizo na sasa hivi zoezi tuko nalo sasa hivi tunatengeneza mazingira, utaratibu. Kwa hiyo tunashauri sana wananchi waje mapema. Yaani sasa tulianza toka tarehe 19 mwezi wa 5 nadhani kufanya maandalizi ya awali. Kwa hiyo tunakuja tunamtambua mgonjwa, tunamsajili vizuri, tunamfanyia na vipimo vya awali. Baada ya kufanyia vipimo vya awali ili baadaye ikifika tarehe 18 mwezi wa 7 maana yake zoezi linalofuata ni kufanya upasuaji. Labda nikalisha Dr. Musa anaona kwa kuongezea. Ndio. Asante ndugu mtangazaji. Nafikiri kwa sehemu kubwa Dr. Hassan amezungumza kwa ufasaha kabisa. Labda mimi nijikite tu kwenye eneo moja kwamba zoezi la upasuaji ni zoezi ambalo linahitaji maandalizi. Ni kweli kwamba matangazo yetu yanasema kwamba hizi huduma zitaanza kutolewa kuanzia tarehe 18 mwezi wa 7. Lakini kwa mwananchi atakayefika tarehe 18 mwezi wa 7, kwa siku hiyo asitarajie kwamba labda anaweza kufanywa upasuaji. Kwa sababu kuna yale maandalizi ya awali ambayo tunataka yafanyike. Tunataka kujua kwanza aina yako ya tatizo, ni tatizo gani? Na hilo tatizo vipimo vyake vya msingi vya awali ni vipi? Ndio maana tunasisitiza sana kwamba kipindi hiki wananchi wafike, wale ambao wanaona kwamba wana matatizo waweze kufanyiwa uchunguzi wa awali, tunasema screening. Sasa hii screening inasaidia sana kwa sababu kwa muda tu ambao tumeendelea kuwepo pale hospitali, tunaona watu wanakuja kufanya screening, na wakati mwingine tunabaini kwamba changamoto walizonazo nyingine hata hazisubiri madaktari bingwa. Nyingine ni za kawaida tu, lakini labda kutokana na kukosa taarifa sahihi unakuta mtu amekaa nazo nyumbani. Tayari tumeshaanza kufanya kwa yale mambo ambayo ni madogo, tunafanya upasuaji huo mdogo na watu wanaendelea na maisha yao vizuri. Umesema pale Dr. Hassan kwamba matibabu ni bure kabisa. Vipi kwa huyo ambaye anatoka kule Mishamu? Wao wanajigaramia gharama zile za nauli, si ndivyo hivyo? Ndio. Ila matibabu bure. Watagharimia gharama za nauli na watakapofika kwa kipindi hiki ambacho tunafanya tunasema tunafanya upembuzi, hii screening, hizo gharama za vipimo zitakuwa watagharimia, ambazo ni kidogo sana. Kuna hizo gharama chache sana ambazo ni kwa ajili ya vipimo vya awali, alafu baada ya hapo zoezi zima la upasuaji lenyewe ni bure. Okay. Napenda kuhakikishia Watanzania wenzangu kwamba upasuaji wenyewe ni bure. Yeah. Sawa. Madaktari bingwa wapo kwenye hospitali ya Tanganyika. Vipi kwa watu ambao wanapaswa kupata hayo matibabu ama hiyo huduma? Ni wa maeneo gani?
panda mjini turudi mpaka mikoa ya jirani na Katavi au Tanganyika tu? Labda hapo tufafanulie vizuri. Hili zoezi ni kwa nchi nzima. Nchi nzima. Kama lakini muhimu tu kusisitiza tuongea Dr. Musa, kipindi cha awali cha upembuzi ni muhimu sana. Mimi natamani zaidi kwamba hili zoezi tunufaike zaidi sisi wana Katavi kwanza. Halafu ndio watu wengine wafuate. Kwenye mazoezi hayo mengine matatu yaliyopita, kitakwimu tu tulikuwa tuna kama 70% ya wenyeji. Lakini 30% ni watu ambao walitoka nje ya mkoa. Tuna watu ambao walitoka mikoa kama ya Kigoma, Tabora, Mbeya, walitoka Mwanza, walitoka Kagera, na hawezi kuamini kuna watu walitoka Dar es Salaam kuja Katavi kuja kupata huduma. Mengi mazuri kabisa wamezungumza kuhusiana na miradi ya kimaendeleo katika sekta ya afya. Wakati la usajili unafanyikaje, wakati gani, unaanza lini, lakini unaisha lini, ili mtu aweze kuwa tayari anajihakikishia kwamba madaktari wanapofika nipo kwenye orodha. Watanzania wenzetu wakafahamu kwamba mpaka sasa hivi tuko kwenye kipindi cha usajili ambao umeanza katikati ya mwezi ulioisha, yani mwezi wa 5, na zoezi hili litadumu hadi itakapofika tarehe 10 ya mwezi wa 7, ili kuweza kupisha muda sasa wa maandalizi na kuweka mambo mengine sawa, ili sasa upasuaji unapoanza kusiwe kuna kuswaswa tena. Na sasa kipindi hiki ndio kipindi ambacho tunasisitiza zaidi kwamba mtu ambaye anafikiri kwamba ana uhitaji wa kupata huduma hizo husika ambazo tumezitaja aweze kufika kwenye hospitali yetu ya wilaya, aweze kufanyiwa uchunguzi wa awali, lakini pia maandalizi mengine yote yaweze kufanyika kipindi hicho. Na jambo la pili ni kwamba baada ya tarehe hiyo hatutakuwa na kipindi kingine tena kwa ajili ya kufanya screening, kwa ajili ya kufanya huo uchunguzi. Na hiyo siku ya tarehe 18 ambayo ndio siku sasa ya kuanza kwa zoezi lenyewe, ni siku ambayo tunataka ama tunatamani wateja wetu wote ambao tutakuwa sasa tumeshawaweka kwenye orodha yetu wafike siku hiyo, kwa sababu nani atakayekuwa wa kwanza kuanza na nani atakayefuata, hilo ni zoezi ambalo sasa tulifanya kwa pamoja kushirikiana na hawa mabingwa kutoka huko Marekani. Tupate mawasiliano ambayo yule ametukuta mwishoni anataka kujua ufafanuzi vizuri aweze kupiga namba mumpe ufafanuzi pia. Namba yangu mimi ni Dr. Hassan Said Nigeto, mganga mfawidhi wa hospitali. Namba yangu ni 0767 688 065. Ya kwangu ni 0763 68 23 03. Namba yangu ni 0752 970 937.